Yeah, all the way from South Africa, Joburg, Kunguru hapa ndani ya Kunguru Online. Leo bwana, niko na blaza zangu kabisa, master, mzee wa shughuli hizi. Ni shughuli gani? Ni shughuli zote. Huyu bwana ni multi talented, ana vitu kibao. Ukitaka mambo ya ramani za nyumba, ukitaka mambo ya vikatuni, ukitaka mambo ya uigizaji, sanaa, director, editing, graphics, huyu ndo noma lao. Mavyo mengine anayajua yeye mwenyewe. Hata kwa warembo pia hajakaa mbali sana. Si mwingine ni Bamafu Love Master, kiungo namba 7, mchezeshaji noma sana. Inakuwaje brother? Bwana poa. Kama kawaida. Kama kawaida. Kitambo brother, miezi kama 4 tunaonana ndugu yangu. Na hii mbona kutokana na michakato ya life mwanangu bwana. Kweli. Unajua katikati nilisimama. Ndio. Kutokana na shughuli zetu za multimedia hii na sayansi na nini. Ndio. Kama kidogo kwa nizeke pembeni. Ndio. Na yote kutokana na soko. Unajua sasa hivi soko limekuwa limebadilika. Zamani sisi tulikuwa tunatumia sana TV ya kujibrand, kufanya shughuli mbalimbali. Ndio. Lakini kafikia hatua sasa kidogo sasa hivi watu wengi sana wamejiajiri kwenye masimu. Kwa hata sisi kwa kampuni yetu mashoma kubwa akawa yamepungua. Unajua mimi ndio nilikuwa natengeneza zile show unazoziona zile kubwa kama Beat Agenda, Stars Show na nini, ndio producer mwenyewe. Nakumbuka master. Ndio hivyo mwanangu. Sasa Mauli no master. Sisi hapa mwanangu. Sisi tunapendaga matori mwanangu. Watu wote wa Kunguru Online wanapenda story. Sasa sijui umependelea story gani? Najua unazo kama buku. Mimi nataka utupe moja ya kwenda ambapo kila mtu akisikia aifurahie, aenjoy. Baba, mimi nakumbuka 2005. Umeona bwana, nilikuwa nipo kwenye ghetto, yani kipindi hicho kodi nalipa shilingi 3000. Umeona bwana, chumba cha kiza na kitanda cha futi 3.5. Tunalala ghetto watu 6. Ilikuwa mimi na rafiki yangu mmoja aitwa Alex Mabinza na marehemu kashakufa. Nilikuwa na watu kama 6 hivi nilikuwa nimewasaidia. Ndio. Sasa wale washikaji kila mtu baadaye akatembea na zake. Mimi nilikuwa na demu mwanangu, si unajua mambo yetu bwana, ujana. Kweli ujana mwenyewe. Nilikuwa na demu nini afu demu akaja akanikataa katika mazingira ya kutatanisha sana, yani kwa sababu nilikuwa sina do, sina pake, unajua cheti ya maji yani, akanikataa. Nikataa nikaona sio kesi. Yaani nikataa kama leo. Kesho kutu yake baba mwenye nyumba naye anakuja. Bwana, kodi yangu hujalipa, kama vipi tembea. Acha room langu. Kasi elewi yani. Sababu mimi nilikuwa navuta mbuzi huyu. Umeona bwana, mambo nikaona ovyo. Nikasema haiwezekani. Nikatoka ni kwanza. Unaacha uko navuta mbuzi kivipi? Nilikuwa navuta mbuzi sometimes sababu mimi nilikuwa mlinzi. Umeona kwa nini napiga show ulinzi night? Asubuhi na kwenye mbuzi Vingunguti pale. Okay. Ushansoma? Pote tunaunga. Kweli. Unaona ni mbali watu? Sio si uendewani. Unajua? Kweli master. Sasa bwana, ninasekeseke la mwenye nyumba. Nasekeseke la demu. Alafu na kazi. Nilikuwa nimefanya kazi yangu ya ulinzi naenda kuchekecha kule mchakato yani ambao napigwa chini na boss. Bwana wewe kazi? Basi. Ndio. Nikasina issue ya kufanya. Na daira zangu bosi ananizungua bana, siku nimepata kitu fulani na vile afu kazi yenyewe eleweki na nini, acha kazi. Mimi kwa hasira mwanangu sababu mshahara nishakosa. Ghetto sina, natakiwa niame, dem kanitosa, usha bwana. Nikabeba ile uniform ile ya ulinzi ile, nikatembea nayo. Kujilipa yani. Zangu tana mwanangu mmoja maana anaitwa Bangazula Mtimbange. Kweli. Umeona bwana? Baba, mwanangu vipi? Nikamwelezea matatizo yangu, ananiambia sababu Mtimbange alikuja pale mwanangu, ana vigali kipindike vigali vinatoka vile ambavyo tunaona vita vistaleti. Umeona bwana? Bwana vipi mwanangu? Shwari, mbona umepoza? Kama 2 3 hivi na hivi bwana, mimi sielewi. Kodi inanisumbua, demu kanitosa kwa sababu sina hela. Na kazi ya wenyewe yani nimejilipa mwanangu, amekataa kunipa mshahara wangu. Mshahara ulikuwa naipa kipindi hicho 60. Ni nyingi sana hiyo. Geto kwenye 5000. 3000. Kwa mimi nilikuwa naipa miezi 3 mara 3 9. Jamsoma. Hapa. Mbona mwanangu? Ndio bwana. Hapa kaniambia mambo, sikiliza. Mimi mwanangu hapa mjini, si kila kijijini ndo kuna maisha. Wenzetu kijijini. Mimi Yakobushi, wewe umezaliwa mjini. Umekulia mjini. Tunataka kutafuta maisha kijijini.
Basi mimi sikumpinga kwa sababu maisha yangu nikaona vululu. Mrembo mwenyewe kakukataa. Nikataa. Mwenye nyumba akadai kodi ndiye kitanda nikamwachia. Bosi kanikataa, nimejilipa uniform. Wanangu wapi safari lini wangu si lazi damu. Safari kesho kutwa. Ni mzee nikajiandaa pale sababu kipindi chetu sisi kile tulikuwa tuisa na chipsi. Chipsi yetu si ni miogo ya kuchemsha. Hata miogo ya kuchemsha yangu nikala. Asubuhi safari na mwanangu mpaka kijijini kwao. Njia ya kusini huko. Kusini. Umeona bwana? Tunavyo katika hicho kijiji mwanangu hicho kinaitwa Vilimbolimbo. Umeona bwana, wilaya ya Msumbu. Kwa mzee Kalimbwi. Umeona mwanangu. Kufika kwa tumefika usiku. Fika usiku nakabizwa mgeni yani wanamkaribisha mgeni yani. Nikapewa supu ya kuku afu ina mizizi. Umeona mwanangu kamaona kwanza supu. Napekua hiyo kwenye supu unajua kaja kumbe mzizi. Afu na kuna pembeni kuna vifigisi vya kuku nini na vichwa. Umeona bwana mwanangu na hivyo. Akapiga mwanangu gonga, nikagonga. Kaambia mwanangu ufanikiwa ndo huko. Umeona bwana? Basi nikapiga asubuhi kuamka. Supu ulikuwa na mwanao wewe peke yako? Nimepewa mimi na yeye akapewa. Umeona bwana, asubuhi kuna kucha mwanangu. Naona kile kijiji ambao watu wanakuja wanamwai Bangazula, wanamfuata Bangazula. Dokta karibu wanampigia magoti. Bangazula kumbe dokta bwana. Nikajiuliza. Bwana inakuwaje watu ambao kijiji ambao watu kama mimi na mwanangu wamemzunguka Bangazula Mtimbange. Mwana dokta, afadhali dokta umefika. Mimi bwana nilikuwa naumwa mgongo, ninyoshe. Basi Bangazula anapiga maombi yake pale. Sasa Bangazula dokta. Sasa nikatulia pembeni. Naona watu wengine wanakuja Mungu anamletea mbuzi, mwenye sui mchele, mwenye sui nini unamletea pale mwamba pale. Unashelewa? Wanampa Bangazula. Kutoka pale jamaa akijua kaondoka. Ngamba Bangazula, mama sijakuelewa. Ngamba mwanangu sikiliza. Mimi huku sinite Bangazula Mtimbange. Huku naitwa Dr. Nge. Dr. Nge. Dr. Nge. Mmoke style za mabiji. Baba uganga wewe wapi na wapi? Baba tulia, kwa hiyo mbona sasa mimi nitakupa siri ya maisha hapa, lakini maisha hapa mwanangu mimi nachezesha tu. Hamna chochote wewe ndugu yangu, mimi nakupa siri hiyo tu. Lakini kabla yote lazima kesho ukatambikiwe. Umeona bwana kwenye mizimu. Mzimu gani? Bwana kwa watu wa kusini bwana kuna sehemu inaitwa Ngende. Hiyo kwa mtu usiyojua huwezi kufika. Waganga wengi wajadi unaona waganga Uswahilini wanaenda kuchukua dawa tunawafiki katika maeneo. Umeona unaweza ukaenda kule ukutana na mtu kama mzee Kalimbui, utakutana na Kideka, utakutana na Kitakonyoka. Kuna kila kabila yani ambao wamewacha watu wao ambao kama warithi wa kuwapeleka katika sehemu hizo za maombi. Pole mwanangu asubuhi yake mimi nikapigwa kaniki. Umeona mwanangu na msinga juu. Bangazula naye ambaye kule wamwita Dr. Nge na akapiga kaniki na msinga juu. Tukaongozana na waganga kama 5 hivi ambao wametoka mjini huko wamekuja kuchukua dawa. Basi tunaenda wanaimba nyimbo zao pale. Nilipokwenda kwa mwalimu kupiga bao, kuna maneno waliniambia huko mwalimu, mbaya wako jini, kumbe jini inaua. Sasa wale waganga wanaenda kuchukua dawa zile, kipindi wanaimba zile nyimbo afu wenyewe kama wanazikiri fulani ile. Unaona bwana, wanaitikia kumbe jini inaua. Basi mwanangu mimi nacheka kimoyomoyo. Sasa Bangazula uganga umpata wapi kakaangu? Ya bwana, lakini huko watu wanamkubali Bangazula yuko mbele, mimi niko nyuma. Msigeuke nyuma. Tunaingia hadi kwenye ule msitu, msigeuke nyuma, ukigeuka nyuma tu. Yaani ukigeuka nyuma kuna mnyama mkali anaanza kukata kichwa, aondoka na wewe. Umeona basi ambao waganga hapo imani imewajaa, mimi mzee niko nyuma nimetulia. Mimi naenda huko nacheka yani. Akuangalia nyuma Niangalie nyuma wapi mwenyewe kana mbwela sasa. Sababu sijangageuka kunikuta uje. Unaona? Hakika nimekaza maana lakini kuna cheka kimoja moja Bangazula mganga. Unaona bwana? Dr. Nge. Dr. Nge. Tukafika pale.
kuna sehemu hivyo wenyewe na miti yao, sio ndo makaburi ya yani ya kijadi sio na nini. Tukapanga mstari pale. Bangazura ndo katoka pale kama sio maji sio ndo vidadawa anatikisa anatambika. Sasa jamani wakulungwa. Bana na mgeni wangu huyu nimemtoa huko mjini huyu. Unajua huyu kwanza mnamjua ni nani? Kama nimetulia mama wangu. Yaani si nikaambiwa mganga mimi sijui hata njia za uganga. Bwana huyu ana siri kubwa sana. Huyu mimi ndo nimemfanikishia maisha yake, alikuwa na kazi huko mjini akachaguliwa kuwa mwanajeshi. Huyu ni askari mwanajeshi. Mimi sasa naomba mimi wewe mwanajeshi. Hapo vile viganga vote ikaweza vikageuka nyuma. Huyu mwanajeshi, huyu mwanajeshi mkubwa sana. Lakini nikamwambia ili ufanikiwe upate cheo cha juu lazima urudi huko nikutibie kwa Dr. Nge. Bwana. Basi na mimi nikasema mama yangu kabidi vile mpole tu. Akasema naam dokta. Bwana akaletwa maji kama togwa. Umeona bwana? Lakini sheria ya kwanza ukitaka kunywa ile togwa utamke maneno mawili tu. Ni useme nimeamini nimemkubali dokta. Ndio unakunywa. Umeona mwanangu? Kweli. Nikamwambia dokta Timbange. Wewe unakunywa kitamka maneno tu ndio mpango mzima. Sasa kukataza simite Mtimbange. Mimi pale nimechemka kwa sababu gani? Sielewi nenda kunywa kitu gani. Alafu huyo mtu kishamzoea blazi. Ndio. Kimzoea nimemzoea, unajua? Lakini kile kama Mtimbange inakuwaje yeye kimwita Mtimbange na yeye ifanya kama anakupotezea? Ana flash yani. Basi bwana mimi ni akanywa mganga wa kwanza, mganga wa pili akanywa, mganga wa tatu. Mimi akaniletea mpaka pale akaniambia wewe usinywe. Kwa sababu wewe bado hujafikia hatua fulani. Akasema alhamdulillah. Anaongea nzee anasikia. Kimoyomoyo anakunoa wewe usinywe kwa sababu wewe mzimu utakuchagua. Ili wale wanzie aaminishe kama mambo fulani. Basi bwana wale waganga pale wanapokuwa vidawa na nini. Tunarudi. Kwa hiyo kumbe sheria mkienda kule kwenye mizimu mkirudi mnaekewa ngoma ya jadi. Kwa hiyo sasa mkikuwa ngoma ya jadi, yani yule Dr. Nge kuna vimwali vipya anakabidhiwa, unalala nacho, unakula mzigo. Big Cloud vipi? Sijajua. Umeona bwana sasa mimi kwa Dr. Nge au wote mnaenda? Dr. Nge na wale waganga ambao wanaenda kuchukua zaga. Wewe msoje wewe kupewa mzigo. Mimi kwa sababu mimi sasa nilipo kitengo. Mimi kasielewi kwanza kinachoendelea. Tumetambika tunarudi. Kwa hiyo mkitoka matambikoni wale kile kijiji mnakuta mnapokelewa mchapiko wali, nini na nini mnapokelewa na watu wametoka kwenye mizimu. Umeona bwana? Ndio. Basi kifika pale mtoto ambaye vitu konzi naambiwa. Umeona bwana? Mimi kila nikitekenya bwana kila nikitekenya basi mama bwana jamani wana kijiji. Dokta wenu hapa bwana na mgeni na wakaribisha huyu ni mwanajeshi. Basi naomba kijiji kizima kikaanza kuniangalia mimi bwana. Mjeda ni atamishi wa ujeda sina. Sijui taratibu za ujeda. Sina nini? Hata saluti ila Mtimbange anafahamu kama mimi nilikuwa mlinzi. Na uniformu nazo. Na hadi kwenye kibegi nimezibeba. Ndio. Nalipata blaza. Basi bana tukakabidhiwa wale wakakabidhiwa vibinti vile waganga sasa kidogo wapumue. Leo nitakupumua wapumue. Dr. Nge huyo. Bwana wewe mwanajeshi lazima upumue. Kasema alhamdulillah. Kula mzigo tu. Umeelewa mwanangu? Sasa nani tembea muone. Kumbe wale wanawake wote kule kuna mti fulani wanaita mavi. Ule mavi ndio wanajifukiza wale kwenye makwapa. Sababu kwenye kwapa wanafukuzwa na nini. Sasa mwanangu ndio. Sasa mimi nimepewa mwale lakini mwale ananuka mavi. Unaona mwanangu? Ndio. Mtu ananuka kama mavi. Kama mavi hivi. Unaona bwana? Sasa nikaanza kuvuta picha. Tulivyokuwa kule mzimuni wenyewe kuna mtambiko kuna vitu alikuwa anakunywa lakini ndo mgeni ndo ule. Kwa hiyo ndo maana mwanangu Mtimbange kaniambia bwana wewe mule wako? Kumbe mchizi anaonyeshwa hii mitakataka mavi.
Unaona mwanangu? Kwa hiyo bibi yake haya mgeni karibu akifanya hivi kwa palake. Mimi naisikia ile harufu ile. Kona Mtimbange poli kiungo namba 8 mchezeshaji. Basi akanikumbatia pale, muone kule kuna amna kule ni nyumba za nyasi tu blaza. Mimi bana nikala mzigo. Muona bana mpaka asubuhi. Muona bana kufika asubuhi pale, kia nikitoka basi watu ambao wananiheshimia kwa sababu soja. Muona bana soja. Ule ukwalia jezi. Muona basi kula jezi. Mtimbange mwanangu kule ni mtu mkubwa. Muona bana akaniita akaniambia jisikiliza. Wewe huko nimekupa CV kwa mwanajeshi. Utafanikiwa, utapata mashamba, utapata nini. Unaja kuli mjini. Kabla bana kweli hapa mna haja. Sasa nisikilize. Wewe sasa hivi wewe simama na wanajeshi tu. Wewe wanajeshi tu. Mimi mganga kwa sababu ndio mganga mkubwa huku neogopeka. Huku naitwa Dr. Nge. Umeelewa mzee? Na sasa hivi sisi tena Mtimbange. Unaona wewe Dr. Nge. Umeona wewe? Mimi naitwa nani? Wewe bana wewe mzee wa Manje. Ndio mimi sana hapo rasmi jina la mzee wa Manje. Yaani maana yake yaani maana yake mzee wa misosi. Ndio. Umeona bwana na staili ya kuishi kule wenyewe tunaita staili mabridge. Umeona bwana. Kwa hiyo sasa kule nikaanza kupoa zile kodi bwana kuna 4, yani 4 ni msala. Umeona kato, sound ile, umeelewa bwana? Matambiko manini zinaelewa zile. Bwana mimi ndio nikawa sasa mimi mlinzi wa nani? Wa Dr. Nge katika kile kijiji. Umeelewa bwana? Soma. Sasa ukiwa kama mlinzi lazima uwajibike. Ndio. Kuna matatizo yakitokea hapa na pale. Umeona mwanangu? Unapambana. Umeelewa bwana? Ndio. Sasa bwana katika kile kijiji bwana siku hiyo ndo wanga mwanangu amefanya testi kidogo kwanza. Kwa Dr. Nge. Umeelewa blaza? Kwa sababu uistadi anakuja nao mambo sasa hivi hata waganga wenyewe wale wachawi wenyewe kwa sababu huyu bwana shine sana. Mbona kwanza wakamtesti kidogo bwana. Umeona bwana? Wakamtumia simba. Unajua kule vijijini kuna watu mzimu wanambia uchawi sana simba. Ndio. Umeona kuna mjinga hadi mamba na kutumia mtoni. Unaona bwana? Ndio. Akatuma simba. Ni kwa mara yangu ya kwanza kumuona simba huko Vilimbolimbo, wilaya ya Msumbu. Kwa mzee kama ulimuona? Mimi nimemuona simba. Simba anapita mchana blaza. Afa anataka mzee wa mabridge. Yeye anamfuata mtu wake aliyokusudiwa. Muona mwanangu? Dr. Nge. Bora walao. Asa Dr. Nge ule anawanga. Dr. Nge mweupe. Sasa Dr. Nge mimi nimekana tunakunywa kahawa. Simba anakuja mwanangu. Yaani simba kule kukusudia kwenye hicho kijiji, yeye anakamfuata fulani. Watu wote mnamuona. Na sasa ukimwona simba anakaa unakimbia, lakini simba anamfuata mtu wake alimkusudia. Dr. Nge yuko ndani na mkewe. Sababu kule bwana leo kaua mwanamke huyu anakuambia sunna, kesho kaua mwanamke huyu sunna. Pum simba mpaka mlangoni kwa Dr. Nge. Watu pale wanakimbizana. Umeona bwana? Dr. Nge anafungua mlango anakutana na simba. Umeona bwana? Hamadi simba. Kafunga mlango. Umeona bwana? Ndio katoka mlango. Chocho la pili. Akakimbia. Ndio. Umeona bwana, sheria simba ukishamkimbia tu akufuati tena kwa sababu wale wataka wakuone wakutishe tu. Mlango wa pili. Umeona bwana? Hapo msoja yake uko wapi? Laza. Au shafika stage. Wewe niulize kwanza. Mimi niko hali kitendo cha simba tu. Mimi nikachimba. Sababu nilikuwa sijai kumuona simba. Nikachimba upande wa pili. Tukayo kukutana wote. Yeye anatoka huku Nge na mimi natoka huku tukakutana kati. Vipi? Bwana
wewe kuna Simba anasema kuna msimu ya Simba. Bwana nimeona Simba akaja kwako. Kama bwana ndio hivyo. Bibi sikiliza. Wewe sikiliza, wewe utakao rudi. Wewe rudi kule wewe kuzuru. Hao amenijaribu tu mimi. Mimi hao amenijaribu tu. Amenijaribu tu. Nikamwambia mimi nirudi. Yaani ndio rudi magetoni. Magetoni. Sasa mimi kusema kweli nikasirudi. Mimi pale ndo nikanaitafuta Dar es Salaam. Kurudi kweli. Umeona bwana, nikanakimbia. Sasa katika kukimbia njia nikasijui. Umeona mwanangu mtaalamu. Narudi kwenye njia ile ile ambapo Simba ametoka. Umeona sasa kilichonisaidia kwamba ile Simba kawai kupita na mimi napita hivi. Unanielewa bwana? Kwa sasa watu wakaona confirm kwamba yani Simba kanikimbia mimi. Unanielewa? Umeona yani watu Simba kanikimbia mimi. Mpaka Simba kakimbia. Kumbe mimi natafuta Dar es Salaam. Shansoma bwana. Sasa watu afu mimi nauliviwa foto unaweza kushangilia kupiga makofi hivi. Umeona bibi kwa nisimame hapo mwanangu mkojo. Wewe nilijamba sana basi. Bwana usirekodi nilijamba sana mwanangu. Usirekodi hapo ni mwanangu. Yeye hapo nilijamba sana yani. Umeona bwana nikaribia kujolea nini. Sasa watu wananisifia. Sasa tuendelee hapo. Rekodi hapa watu wananisifia. Umeona bwana? Sasa watu wananisifia baba. Mwanajeshi, asante wananisifia. Umeona bwana daktari kinatoka na kimsuli chake. Inakuwa vipi? Simba kakimbia. Kamuogopa. Basi bwana. Sasa daktari anasikilizia bwana jamaa watu bwana wananibeba juu mwanangu. Sasa nikalambia kile walikuwa wananishika nikasema wanishike kwa tahadhari kwa sababu mimi mwenyewe pale nilikuwa nishajalishia na nini unajua. Umeona sasa watu wanashangilia mwanangu mwanajeshi wanasifia nini. Daktari bwana ukaachia bwana Simba litokea bwana kamuokoa daktari. Basi daktari anasema jamani kuanzia leo huyu ndio mlinzi wetu katika kijiji chetu cha Mzee Karibui wilaya ya Msumbwi ita Vilimbolimbo. Basi pale ndio nikaanza kupata nini?